hapa unaandika kubomoa mamlaka ya giza yanayozuia haki zetu. Wewe andika haki yangu. Kubomoa mamlaka ya giza yanayozuia haki yangu. Wewe uandike hivi. Lakini mimi nimeandika kubomoa mamlaka ya giza yanayozuia haki zetu. Ndio maana nimesema leo tunataka kufanya maombi ya vita. Jamani, kuna vita kubwa katika ulimwengu wako. Sijui unatambua. Kuna vitu vingi sana katika ulimwengu wako vinavyopingana na sisi. Na unawajua kabisa hata maadui waliopo. Tunasumbuliwa na maadui wangapi jamani? Maadui wangapi? Wakuu wa kiroho ni wangapi? Watatu. Adui wa kwanza ni huyu mwovu, si ndio? Adui wa pili ni dunia hii tunayoishi. Adui wa tatu ni mwili. Kwa hiyo maadui watatu hawa ni maadui wakuu sana kwa mambo ya roho, lakini baba yao mkubwa ni yule ibilisi, shetani, nyoka wa zamani yule aliyemdanganya ulimwengu. Huyu ndiye baba anayewashambulia watakatifu wa Mungu kila wanapoitaya. Huyu ndiye adui mkubwa. Huyu ndiye analeta upinzani. Huyu ndiye anayezuia haki zetu. Huyu ndiye anayepingana na haki zetu. Huyu ndiye adui mkubwa. Unafikiri unaweza ukamwelewa mtu kwamba huyu ni adui yangu? Hapana, unamlaumu tu bure. Huyo sio adui. Adui yako mkubwa ni ibilisi. Hawa wengine anawatumia tu ili wewe ushambulie. Alipotupwa duniani, maandiko yanasema ole wa dunia, si ndio? Ole wa dunia, maana ametupwa duniani, amejaa nini? Ghadhabu. Ole wa dunia, maana ametupwa duniani mshtaki aliyejaa ghadhabu kubwa kwa watakatifu. Maisha unayoishi wewe hapa sio hayo. Sio hayo. Sio hayo maisha unayoishi wewe. Wewe una maisha ya tofauti kabisa, sio hayo. Lakini kwa sababu huyu mpinzani anayetufuatilia kila leo ndio anayetufanya tuishi maisha haya tunayoishi. Wala sio mapenzi ya Mungu, hapana. Mapenzi ya Mungu wewe ustawi. Mapenzi ya Mungu wewe ubarikiwe. Mapenzi ya Mungu wewe uwe na afya njema. Mapenzi ya Mungu ushibe. Mapenzi ya Mungu miliki, utawale kama alivyosema. Ila tu yupo anayezuia haki zetu. Leo tunafanya maombi ya vita leo, ili unahisi wewe katika ulimwengu wa roho ni mambo gani ambayo yamezuiliwa kwenye maisha
tubomoe roho zinazozuia haki zetu. Kila ukitaka kufanya jambo halieki. Kila unachotaka wewe yanafanyika mambo mengine tofauti. Yuko mpinzani anayemfanya hivi, na lengo la shetani yaani akuhamishe kwenye hali ile ya kumwona Mungu anaweza yote. Uwe na maswali kwenye moyo wako, kama hivi kweli Mungu, mbona Mungu anaweza yote? Mbona naishi katika hali? Uwe na maswali mengi, ndio hali yako. Alafu halali hasinzii kwa ajili ya kumtafuta mtu aliyeokoka. Halali naomba nisomewe kitabu cha Danieli. Tuone ni kweli Mungu anazuia haki zetu. Danieli 10. Naomba twende kitabu cha Danieli sura ya 10. Hebu tuanzie mstari wa 11 mpaka wa 14. Tuanzie mstari wa 11 mpaka wa 14. Danieli 10:11 mpaka 14. Neno la Mungu linasema, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako kufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Amen. Tunataka kuangalia tu maneno ya Mungu yanayohusu ujumbe wao, kwamba kubomoa mamlaka ya giza yanayozuia haki zetu. Huyu Danieli huyu ni mtu wa Mungu kweli, na alitembea na Mungu kweli, na wala kizazi chetu cha leo hatuwezi kufanania na Danieli. Hamna. Danieli alikuwa kipenzi wa Mungu na alifanya miujiza mikubwa sana Danieli, na Mungu alimtumia sana. Ukisoma hii Danieli, ukirudi nyuma sura ile ya 9, ndipo utaelewa vizuri maneno haya tuliyoyasoma. Kianzia tu mstari wa 1 mpaka hata wa 4. Danieli alikuwa msomi na mwenye maono ya ajabu. Ni mtu mwenye mafunuo kwenye maisha yake. Danieli alikuwa anajua kwamba wana wa Israeli watakaa miaka 70 utumwani na watarudi, maana ni ahadi ya Mungu kwamba watakaa
unaona kama hizi haya mapazia zamani walikuwa hawajui kuandika kama hivi, walikuwa wanaandika sijui kwenye ngome ya miti, sijui kwenye madini, anaandika habari zake hali mambo ya Mungu, halafu inakunjwa kama mkeka. Ndio yalikuwa yanaitwa gongo la juu. Danieli akasoma akagundua kwamba wana wa Israeli ahadi ya Mungu na agano lake watakao miaka 70 warudi kwao Yerusalemu, lakini miaka imezidi. Akagundua miaka imezidi, na Mungu alivyowaahidi kwamba mtakaa utumwani miaka 70 halafu mtawarudisha Yerusalemu. Danieli akaingia kwenye maombi kumwomba Mungu juu ya taifa la Israeli. Kumbuka na yeye alikuwa huko utumwani na yeye, lakini alikuwa mtu ambaye Mungu alimtumia sana. Alikuwa mtu mwenye mafunuo, ndio maana aliweza kutafsiri ndoto za namna mbalimbali. Akaingia kwenye maombi kumwomba Mungu, akatubu na kuliombea taifa la Israeli warudi kwao Yerusalemu, wakamjenge tena upya nchi. Danieli akaomba siku 21, na ndio maana siku za leo maombi yetu huwa sana yanalenga siku 21, maombi ya Danieli. Siku 21 wanaume analiombea taifa la Israeli warudi kwao. Lakini neno tumesomaje hapa? Kumbe kulikuwa na vita, wakuu wa Uajemi wa anga hili. Yule malaika aliyetumwa apeleke majibu, tena neno linasema ni siku ya kwanza tu alipoomba, Mungu alimjibu na alimtuma malaika apeleke habari kwamba Mungu amesikia, na baada ya majuma 70 na juma moja Waisraeli watarudi kwao Yerusalemu. Lakini wakuu wa Uajemi wakamshikilia. Alijaribu kupambana, hakuna amezuiliwa. Yaani hapa hili anga hili kuna vita kali. Unaweza ukawa unaomba maombi yako yanaishiria hapa. Ndio maana tumeshauriwa unapoingia kwenye maombi, ukiona hakuna mafuta yanayomwagika, maana yake upate nguvu. Hebu